Lakini kipekee kabisa ni mshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa busara, kwa maamuzi yake yaliyopelekea kuweza kuturuhusu sisi kufanya kazi na kuona kwamba ile 5% tolerance ni jambo ambalo linatakiwa la kibusara. Lakini kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa busara alizotumia na kuweza kutupitisha katika hizo changamoto, na tunajua kwamba alisema iundwe ile tume ndio ambayo sisi na majukumu yale yalipewa kwa ile wizara husika. Kwa hiyo bado tunasubiri utekelezaji wa ile tume, tunasubiri kuona kwamba utaratibu wa tume utakavyokuwa na muundo wake, lakini ile tume ilisemekana iundwe ili itusaidie kuongelea hizi changamoto, kwa sababu changamoto bado ni nyingi mno kwenye sekta hii. Kwa mfano, tuna changamoto kubwa sana sasa hivi ya wizi wa kopa umekuwa ni mkubwa sana. Sasa sisi tumeshalizungumzia hili mara nyingi. Wizi uko mkubwa sana kati ya mkoa wa Mbeya, mkoa wa Iringa na mkoa wa Pwani. Hapa katikati kopa inaibiwa sana. Hivi tunavyozungumza, wale wadau wenye mizigo hii ya kopa wameiweka nchi yetu, wameweka Tanzania katika kitu kinaitwa ile red flag. Red flag ni kwamba wanasema hii ni danger route. Sasa wakisha kuweka hivyo, hata zile insurance zinakuwa kubwa, kwa sababu tunapata wizi wa takriban gari 1 mpaka 2 kwa wiki. 1 mpaka 2. Huu ni mzigo mwingi sana. Lakini sio tu kopa inaibiwa, hata gari za mafuta zinazotoka hapa Dar es Salaam zinakwenda kupeleka Zambia. Ikifika njiani, dereva wamepaki kwenye hizi parking zilizopo kwa barabarani, wanavamiwa na majambazi hawa, wanakuja na silaha kali, wanawanyang'anya. Kama ni gari la mafuta linanyang'anywa, au kama ni gari la kopa linatekwa. Kwa hiyo ni tatizo kubwa sana. Maana yake nini ile tatizo likiendelea? Ikifika kipindi ambapo kuna uhaba wa mizigo au mizigo itakavyokuwa michache, tutaona mzigo wa kopa hauji tena Tanzania. Lakini hao wasafirishi wenye hizi mali, kama ruti hii inakuwa ni ruti ya gharama sana kwa ajili ya insurance, kwa hiyo tutapata tatizo kwa sababu unavokuwa na bandari halafu ikawa na mzigo mdogo wa export, maana yake nini? Ile mizigo importation inayokuja kwetu itakuwa ya gharama. Ikishakuwa ya gharama, itakuwa inakuja kwa gharama, kwa sababu shipping costs zitaongezeka, shipping line costs zitaongezeka. Zikishaongezeka, tutaanza kuona tatizo la bidhaa kupanda. Kwa hiyo ni muhimu sana tukashirikiana na wizara nafikiri wizara ya mambo ya ndani, lakini na wizara ya viwanda na biashara na wizara ya uchukuzi ambayo ndio wizara mama, tuone tunalifanyia kazi vipi hili swala la ulinzi na usalama kati ya mikoa hii mitatu ambayo ndo njia kuu ya kopa. Na hapo labda kwenye swala la usalama, labda huo wizi, siku za nyuma hali ilikuwaje? Kwa nini sasa hivi labda umekithiri? Unajua hulka ya kibinadamu, sasa watu wameanza wanaona kopa ni mzigo wa gharama. Gari moja, unaongelea gari moja, thamani ya gari moja au mzigo kwenye gari takriban $300,000. Sasa mwenye gari, mzigo unapopotea tu immediately unatakiwa ulipe kodi. Haya, mafuta yakiibiwa immediately unatakiwa ulipe kwanza kodi. Sasa kwa hiyo ni watu wameona tu, labda kama unajua wizi ulivyo, na wezi wanaofanya, akiona wamejaribu mara ya kwanza wamefanikiwa, ya pili wanafanikiwa. Lakini sisi tunaona also ni tatizo la network. Kwa hiyo kuna network kwenye mtandao mzima, na network hii inazidi kukua siku hadi siku. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba hili ni tatizo, ni moja ya changamoto ambazo tunatakiwa tuzifanyie kazi, lakini kuna tatizo, na tatizo hili linahitaji tushirikiane. Sisi tunataka unajua tunapokuwa na sisi kama sekta, lakini association moja ya kazi zetu ni hizi, kueleza changamoto ambazo zinatukuta kwenye sekta na kuona jinsi gani tunaweza tukakaa chini tukafanyia kazi masuala haya. Kwa sababu hili ni swala la kwa kweli sisi tunaona kama ni janga la kitaifa. Tunaona kama ni tatizo kubwa, kwa sababu likiendelea kwa rate hii hali itakuwa mbaya. Kapalatu. Asante Rehema, narejea pale awali.
Bwana Lukumai, mlisema kwamba waziri mkuu aliagiza kwamba iundwe tume, lakini mpaka sasa hivi kizungumkuti kimegubika. Nini kimesababisha mpaka sasa hivi? Labda pengine kuna habari mmezipata kugubika kwa uundaji wa tume hiyo, lakini hiyo ni moja. Lakini pili, pia vile vile mlitakiwa nyinyi wadau wa usafirishaji mlipaswa mkutana na wizara husika. Labda pengine kama mlikutana nao, ni kitu gani mmezungumza na mmekubaliana nini sasa? Kama nilivyosema, mimi nilitaraji kwamba kwa sababu kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ilikuwa tukutane, tuangalie tunawezaje kufuatilia hizo changamoto. Kwa hiyo nilitaraji kusingekuwa na haja ya malumbano, kusingekuwa na haja ya huyu kasema hivi, huyu kasema vile, au kuendelea kushutumiana. Nilitaraji busara itumike na tufuate maelekezo yale tuliopewa. Sisi tuliambiwa kwamba wizara husika, wizara husika, wizara ya ujenzi kwenye swala hili itaunda tume, itatushirikisha sisi katika ile tume. Tutakaa chini, tutaeleza matatizo yetu, tutaeleza ambacho sisi tunaona ni tatizo kwenye sekta, na wizara watatueleza wao wanavyoona kwa upande wao. Tutalumbana, tutajadiliana, tutapata mwafaka. Kwa hiyo mimi nilidhani kwamba ni wakati mwafaka, zile busara zingetumika, tungeacha kuzungumza. Kwa hiyo bado sisi tunasubiri, tunafikiri muda bado upo, muda bado unaruhusu, tunasubiri tume ile. Na sisi kama nilivyosema kwamba hapo awali, unajua inapokuja kwenye swala la barabara, sisi sio tu kwamba ni wadau, sisi na sio tu kwamba ni wachangiaji wakubwa wa zile barabara, lakini sisi tunataka kuona hizi barabara zetu zinadumu. Tunataka kuona barabara ambazo zitakuwepo kwa muda mrefu. Tunataka kuona barabara hizi zinaendelea kuwepo, kwa sababu uwepo wa barabara hizi sio tu kwamba inafanya yale malori yaweze kukaa kwa muda mrefu, lakini yanapunguza gharama za usafirishaji. Na inapopunguza gharama za usafirishaji, maana inapunguza hata ule muda wa bidhaa kutoka upande mmoja wa nchi kwenda upande mwingine. Yaani ambavyo kama unajua, lazima tukubaliane kwamba kwenye mchele utoke Mbeya uje Dar es Salaam, lazima mafuta yatoke Dar es Salaam yaende Mbeya, mabati yatoke Dar es Salaam yaende Dodoma. Kwa hiyo huwezi kukataa sekta, huwezi kusema sekta ya usafirishaji ni waharibifu, sekta ya usafirishaji ni waharibifu wa barabara, ukawalebo watu kwa staili hiyo. Nilikuwa nasema tu, nikupe mfano mmoja rahisi sana. Kule nchini China, Marekani, Uingereza na South Africa, hizi nchi zote ukiziangalia zina viwanda vingi mno, lakini vile viwanda vinazalisha pollution kubwa sana. Lakini solution haiwi kwamba viwanda vinazalisha pollution tuvifunge au viwanda ni kitu kibaya. Kwa hiyo wanachokifanya wizara ya mazingira, wizara ya viwanda na biashara, wanakaa wanakubaliana, wanatengeneza policy ambazo, mnatengeneza sheria ambazo zinasaidia kupunguza ile pollution. Kwa hiyo sisi tunasema hata kama sisi sisi ni sekta. Kwa hiyo kama kuna changamoto, tunatakiwa tukae tuzungumze jinsi ya kutatua zile changamoto, sio kuwekeana zile lebo za kusema hawa watu ni waharibifu, hawa watu ni wa hivi. Hapana, hii ni sekta, na ni sekta ambayo ni ya muhimu sana kwenye uchumi wa nchi hii. Sasa kama ni sekta ya muhimu, watu wanafanya, mnakaa mnazungumza, bwana tufenyeje kusiwe na masuala haya na haya, na sisi tunasema tufanye hivi na hivi na hivi na hivi ili sekta iweze kuwepo, na hivi na hivi kurekebisha. Kwa mfano, nitakupa mfano mzuri sana ambao ni tena, kwa sababu umeligusia changamoto ambazo ziko bado. Sisi wiki iliyokwisha au takriban wiki mbili zilizopita, sisi association yetu itatoa ina chartered mikoani, na kuna watu wanaosimamia zile charter. Sasa tulitoa taarifa kwa mkoa wa Arusha kwamba kuna magari mengi sana ya Kenya yanayokuja kupakia mzigo Arusha, unapita Namanga. Haya magari yanazidisha mzigo kwa sababu pale Arusha mjini hakuna mzani wa kupima, hamna mzani wa tando za kuanzia kupima. Kwa hiyo mzani uliopo ni Namanga. Kwa hiyo wanajua wakishazidisha, wakifika Namanga wanavuka tu boda wanaondoka. Kwa hiyo tukawasiliana na engineer wa mkoa, tukamweleza ile tatizo. Bahati nzuri
kulikuwa na gari, kuna bwana mmoja ana magari ya Kenya ambao ulisikia hata waziri alizungumzia bungeni. Yale magari ya Kenya, huyu bwana alikuwa nayo mawili siku hiyo. Tulipopeleka zile taarifa kwa engineer wa mkoa, engineer akachukua jukumu la yeye mwenyewe kutoka Arusha kwenda pale Namanga. Alipofika Namanga akalikamata gari hili moja. La pili lilikuwa limeshavuka, na gari zile, namba za gari ni gari la Kenya. Nataka tu niseme lile lilikuwa ni gari la Kenya, mali ya Wakenya, sio gari la Tanzania na wala sio la mwanachama wa Tatoa. Kwa hiyo likakamatwa lile gari, gari la usajili KDL 832M, kitu kama hicho. Lilivyokamatwa lilikuwa limezidisha kweli na likapigwa faini na sijui utaratibu zingine zilizoendelea, lakini unaweza kuona kwamba ilibidi engineer atoke Arusha aende Namanga. Sio kazi ya engineer kukaa kwenye kituo cha mzani na kukamata, na vile vile unaweza kuona ni taarifa rasmi tulipeleka. Lakini hii ndo kazi yetu sisi kama Tatoa, na ndio maana tunasema sisi tuko tayari kukaa chini na wizara, tusaidiane, tuelekezane pale ambapo sisi tunaona tunaweza tukafanya vizuri zaidi kwa kuisaidia, kwa sababu ni jambo ambalo lisilopingika. Sisi tunataka kuona hizi barabara zinakaa, tunataka kuona hizi barabara zinadumu. Labda hapo mimi nataka kufahamu tu labda ni kwa nini labda inakuwa vigumu kati yenu na wizara? Kuna tatizo gani hapa mnashindwa kukaa? Unajua wakati mwingine vitu hivi ni vya utashi. Unajua mimi ndugu mtazamaji, nikishajenga tabia ya labda nimejenga tu tabia ya kuchukia wewe bila sababu. Umeona? Kwa hiyo naweza kujenga hata ugumu wa kutaka kuona na wewe. Kwa hiyo ni masuala ya utashi tu. Mimi nafikiri kama mtu mmoja akiamua kwamba maana hii ni sekta ambayo ni lazima nikae nayo chini nijadiliane, ina mchango mkubwa. Kwa sababu kwanza unatakiwa uamini kwamba hii ni sekta ambayo ina mchango kwenye uchumi wa nchi, ina mchango kwenye maendeleo ya nchi. Kwa hiyo ukishaliona hilo, alafu sasa unaweza ukawa na ule ukawa na ule utayari wa kuona ni wapi tukae tujadiliane, ni wapi niwasaidie waendelee kukua, ni wapi niwarekebishe. Kwa hiyo ni issue ya utashi wa mtu, lakini nafikiri ni muhimu sana tukakaa tukajadili, kwa sababu haya ni maendeleo ya nchi, na maendeleo ya nchi sio ya mtu mmoja. Maendeleo ya nchi ni ya wananchi wote. Na kama narudia kusema kwamba ukisema sisi yani wote tunapaswa kuchangia maendeleo ya nchi hii, na wote tunapaswa kuwajibika pale ambapo tunakuwa hatufanyi vizuri kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Kapalatu. Asante sana Rehema. Narudi kwake kwenda bwana Lukumai. Kwamba kuna hapo umegusia kwamba kuhusiana na baadhi ya wafanyabiashara ambao wana malori kule nchini Kenya, wanazidisha magari yao wanakuja nchini Tanzania. Labda kuna jitihada gani ambazo umezifanya labda kule Kenya? Naamini na Uganda kuna vyama pia vya wafanyabiashara ili kuweza kudhibiti hali hii sasa isiendelee kujitokeza tena, nyinyi mkaonekana malori yanaharibu barabara, kumbe malori yanayoharibu barabara ni kutoka nchi za jirani. Hili mmelifanya vipi mbali na kuzungumza na wadau wa wizara kule Arusha? Maana limekuwa ni swala kubwa sana. Kwa kweli ndo kama nilivyomwambia, nakupa hiyo scenario kwamba sisi chata yetu ya Arusha ilipeleka taarifa kwa engineer wa mkoa kwamba kuna haya matatizo yanakuwa yakiendelea. Kwa hiyo moja ya issue ambayo tunazisema ni vizuri tukawa na mzani pale kwenye sourcing, kama tunavyosema ni vizuri tukawa na mzani hapa bandari ya Dar es Salaam. Ndio sourcing point, ndio mali chanzo cha unapoanza safari. Kwa hiyo ukishakuwa na mzani pale bandari ya Dar es Salaam, unapunguza vurugu yote ya kwenda siyo mtu kukutana. Kwa hiyo anaanza kupima pale alipopakilia, na ambavyo tunasema pale Arusha kungekuwa na mzani pale Arusha, kwamba mtu anatakiwa akanyage mzani kabla hajatembea barabara ile, unakanyaga mzani alafu ndio kwa hiyo hilo la kwanza. Lakini sisi tuna mawasiliano mazuri sana. Sisi kama chama cha Tatoa tuna mawasiliano mazuri sana na wenzetu wa Kenya, KTA, Kenya Truck Association. Tuna mahusiano nao mazuri sana, na wenyewe wana very good code of conduct ya wanachama wao. Kwa hiyo tumewapa taarifa kwamba wajaribu kuwaambia wanachama wao kinachofanyika si sawa. Sisi kwa upande wa Tanzania, na sisi tuna code of conduct ambazo tuna wakati wote mtu akienda kinyume na zile taratibu zetu, na
moja ya vitu ambavyo tuna zero tolerance ni kampuni yote ambayo inahusika na kupakia mizigo mizito. Lakini tu nirudi kusema kwamba unajua swala la mzigo mzito Tanzania, yani sisi ni issue tu ya kukaa na kuelewa. Kuna kitu ni darasa ambalo linahitaji kupata muda mrefu, lakini kuna watu wanaosikia tumezidisha mzigo au kulikuwa na matatizo ya mzigo. Ni vitu vya kukaa na kuelewa. Sisi kuna vitu vinaitwa GVM, kuna 56. Magari mengi ya Tanzania hayabebi 56. Magari mengi ya Tanzania yanabeba 50 mpaka 52. Kwa sababu gari nyingi za Tanzania ni semi trailer. Inapofika kwenye 56 ni gari specialized vehicle, unajua. Kwa hiyo hili labda ni darasa ambalo wakati mwingine tunabidi tukae tuelezane. Lakini kimsingi nafikiri kwenye East Africa hii yote na hata kwenye nchi za SADC, Tanzania tunaongoza kwa discipline ya kutokupakia mizigo mizito. Kuzidisha mzigo. Ya kutokuzidisha mzigo. Tunaongoza kwa hiyo discipline. Okay, na labda tuzungumzie sasa mizani za Kibaha, maendeleo yakoje? Maana mara ya mwisho pia kuna matatizo pale. Kwa kweli yani umesema kitu cha msingi sana. Yaani unajua kero bado zipo, na nafikiri last week pia kulikuwa na kero nyingi pale, magari yalikuwa sasa unashindwa kuelewa ni calibration za mzani, ni makusudi, lakini hivi vitu ambavyo tukae tujadili, yani ni kero ambazo unajua gari, unajua kwa sababu kuna experience. Labda mimi ni mmiliki wa gari, nalijua hili gari kwa miaka 2-3 iliyopita linapakia, na likipakia hivi hata siku moja alizidi. Lakini uweze kuja tu leo kaambiwa gari uzani ambao umepakia kila siku, leo unaambiwa gari limezidi. Yani ni vitu ambavyo kwa kweli vinachanganya. Sasa hapa sasa hatuelewi ni configuration za mzani zimebadilika au kuna tatizo gani pale Kibaha, kwa sababu sasa hivi kila gari linalofika mzani wa Kibaha anaambiwa gari limezidi, limeongezeka, limezidi, limeongezeka. Sasa kwa hiyo confusion ni kubwa. Lakini kama nilivyorudia awali kwamba sisi tuko hapa tumeamua kwamba hatutaki hatuna sababu yote ya kubishana au kuonekana kuna malumbano. Tunachotaka tu tuone kama ile tume inaundwa, tukae chini tuyazungumze haya, kwa sababu hata mara ya mwisho nakumbuka nilikuja hapa nikazungumzia swala za hizi breakdown. Juzi kulikuwa na ajali mbaya sana pale Mbeya. Gari limekaa barabarani kwa takriban siku 4 kwa sababu gari la kwenda kuvuta lile gari ambalo limepata ajali pale linatakiwa lipewe kibali. Sasa unaangalia hizi breakdown, hizi ni specialized vehicle na zinatoka wakati wa matukio maalum. Matukio maalum ndo kama hizo ajali. Unajiuliza kwa nini zisubiri kibali? Hizi ni gari ambazo zinatakiwa kutembea wakati inavyohitajika, iende ikaokoe maisha ya watu, ikaokoe mali za watu. Kwa hiyo nafikiri tuwe na tume hii ili tuweze kuzungumza hizi changamoto. Kama ambavyo nimesema, viwanda vikiwa vinazalisha pollution, husemi tufunge viwanda. Mnakaa chini, mnazungumza, mnasema tunafanyaje ili viwanda vipunguze uzalishaji wa labda kwa hali hii sasa inavyoenda na ushindani uliopo sasa katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Wewe unafikiri athari gani sasa kwa sekta ya usafirishaji hapa Tanzania? Unajua kila siku zinavyozidi kwenda sisi tunaangalia kuna kitu kimoja, tunaangalia market share. Market share ya kwetu inazidi kupungua kuliko kupanda. Ukiangalia kwenye kupata mizigo unaweza kusema tunapata mizigo mingi. Kuna increment ya 3%, lakini kwenye market share tuna lose. Umeona, kwenye market share tuna lose. Sasa tunachokiona, unajua hizi bandari zingine ambazo zisingestahili kufikirika lakini zinaanza kufikirika. Unajua ni jambo lisilofikirika Rwanda atumie bandari ya Mombasa kupeleka mzigo. Njia ni ndefu. Ndio. Lakini sasa kwa sababu hizi kero zinavyozidi kuongezeka, mtu anaanza kufikiria ngoja nitumie bandari ya Mombasa kwa sababu ya kufikiria Tanzania sijui mara kutakuwa hichi kutakuwa kile. Kwa hiyo ni hizi kero. Lakini kimsingi mtu hapaswi kufikiria, mtu wa Rwanda hapaswi kufikiria kutumia bandari ya Mombasa. Tungeweka mazingira mazuri, tukiweka utaratibu mzuri, kero zikawa zipo, mtu Rwanda hawezi kufikiria kutumia bandari ya Mombasa, njia ni ndefu. The same thing kwa watu wa Zambia. Lakini leo tunawafanya watu wa Zambia waanze kufikiria alternative routes.
ndo kama hizo, mtu anafikiria Beira, anafikiria Nakala, zinaanza kujengeka bandari ambazo hazikustahili kuwepo. Ni kama ambavyo mimi nikikaa hapa niseme inakuwaje leo Mkongolizi, mtu wa Kongo atumie bandari ya Durban. Njia ni ndefu, lakini kwa sababu hatuweki mazingira ya bandari ili tutumike, wanafikiria alternative route. Kwa hiyo tunaanza, ndio unaona sasa wao hivi vitu watu wengine wanaanza kuimagine, wana imagine kwa sababu sisi hatutaki ku address hizi changamoto. Na changamoto za kibiashara ni changamoto ambazo hazitaki unajua tatizo liko leo, ulitotolee tatizo baada ya miezi 6. Tatizo liko sasa hivi, mnakaa mnalitatua sasa. Ndio biashara zilivyo. Biashara haiwezi kusubiri miezi 6, mwaka mmoja kuzipatia ufumbuzi. Kapalatu. Bwana Lukuma amesema kwamba share za Tanzania kwa sasa zinapungua. Ni sababu zipi zimechangia hizi share kupungua na ni kwa nini? Lakini pia umezungumzia kuna changamoto ambazo zinasababisha bandari zingine kuzaliwa. Hebu tudokeze japo kwa muhtasari. Ni changamoto gani hizo ambazo mnaziona zinasababisha bandari zingine zinazaliwa na bandari zetu zinakosa sasa tija? Kwa mfano tulikuwa na hili swala nimeeleza swala la wizi, umeona? Usalama. Kwa hiyo kama njia yetu inakuwa sio salama, kopa inaibiwa na mafuta yanaibiwa, mafuta yanapakiwa yanaibiwa hapa katikati, madereva wanatekwa. Kwa hiyo usalama ni tatizo kubwa. Lakini lingine, unajua tulikuwa na hizi roadblock. Njia moja inakuwa na roadblock 50, inakuwa na roadblock 40. Unajua hilo. Lakini lingine kama nilivyosema ni kwamba ambao wenzetu wanajitahidi wanajitahidi watu bandari kwa kweli. Wakati ule tulikuwa na tatizo la ili clearance ya mzigo, unajua. Kwa sababu mimi ukiniuliza mimi nasema mzigo wa transit, kwa nini uchukue siku 3-4 ku clear? Mimi ningekuwa mzigo wa transit within less than 24 hours mzigo ushatoka. Kwa nini huu ni mzigo ambao unakwenda sana, unapita? Kwa nini ukae less than 24 hours? Sisi tunapata kile cha kwetu, mzigo unaenda. Kwa hiyo kuna hizo, lazima tuweke mazingira conducive. Kwa mfano leo Mnyarwanda anaambiwa anaweza kulipia mzigo wake ushuru pale bandari ya Mombasa. Na sisi tuweke. Kwa mfano nitakupa mfano mwingine mzuri, watu wa Beira wamefungua ofisi Lubumbashi. Pale kuna ofisi, yani ni kama uko bandari Beira. Una kila kitu unachotaka kujua, mzigo wako status, unaweza ukaona kila kitu. Yani ile customer care iko pale. Kwa hiyo sasa hizo ni moja ya attraction za conducive environment, yani kwa haraka tu kwamba ndo mazingira ambayo tunatakiwa tujenge, ndo mazingira ya karne ya 22, huwezi kuyakataa, ndo mazingira ambayo watu wanataka kuona kwenye swala la zima la kibiashara, kwamba mtu anataka kujua mzigo wangu ukipita bandari ya Dar es Salaam utachukua siku ngapi kufika. Mara ya mwisho nilivyokuwa hapa niliwapa ule mfano wa kampuni moja iliagiza mashine moja ikaja bandari ya Dar es Salaam na nyingine ikapita bandari ya Durban. Ile iliyopita bandari ya Durban ikafika, iliyopita bandari ya Dar es Salaam ichukua mwezi mmoja. Kwa hiyo ingaje Dar es Salaam ni karibu, lakini mzigo ulikuwa unaenda Zambia. Labda sasa kama tatoa mikakati yenu ni nini baada ya changamoto hizi mnakutana nazo kila kitu? Mikakati yenu na msimamo wenu ni nini sasa? Sisi kwa kweli kazi yetu kubwa ni kujaribu kujiengage na serikali. Tunajiengage na kwa sababu serikali ni mdau mkubwa. Kwa hiyo tunajiengage na serikali ili kuona kwamba tunaweka mazingira yanayoruhusu biashara kufanyika kwa urahisi, na bandari yetu itumike zaidi na hawa wenye mizigo. Kwa hiyo tunachokifanya sasa hivi tunahangaika na kuona kwamba tunashughulika ile swala la wizi, kwamba tunajitahidi kumwona Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani atusaidie kwenye hili swala la wizi. Lakini vile vile tumeamua consult makampuni binafsi kuona tunaweza tukashirikiana nayo vipi kwa ajili ya kuweka ulinzi. Kwa sababu hili nasema kabisa kwa dhati, lazima tulisimamie kama janga la kitaifa, kwa sababu tukiruhusu wenye mizigo waone njia ya Dar es Salaam ni njia ya riski kubwa, yani tatizo litakuwa kubwa sana. Sisi unajua matatizo haya watu wengine unaona nazungumza leo, najaribu kuzungumza madhara yatakayotokea mwaka mmoja, miezi 6 baadaye. Kwa hiyo ukiona nazungumzia kwamba wizi huu wa kopa, usije ukafikiri kwamba kesho ndo kopa itapotea. Hapana, tukianza kuzungumza wizi wa mafuta au kopa,
tunazungumzia madhara yatakayotokea mwaka mmoja, miezi 6 baadaye. Ndio maana wakati mwingine watu wana confuse kwamba mtu anazungumza kitu yeye anafikiria tunaongelea madhara yatakayotokea leo. Umeelewa? Tunaongea madhara yatakayotokea mwaka mmoja, miaka miwili baadaye, kwa sababu hawa wenye mali watafanya maamuzi, watasema bandari ya Dar es Salaam bwana inatuchosha. Wizi ni mkubwa. Kwa hiyo ndio maana tunafanya kazi kama tatua kuhakikisha kwamba tunajiengage na serikali. Na labda hali ya utoaji mizigo kwa sasa hivi bandarini ikoje? Kuna mabadiliko? Kwa kweli kuna mabadiliko makubwa. Na tunampongeza Waziri Mwakembe, anajitahidi kuona kwamba na wenzetu, ndugu zetu wa TRA wanajitahidi kuona kwamba tunafanya kazi sasa katika ile 24 hours window. Kwa hili likifanikiwa la kufanya kazi ndani ya masaa 24, nafikiri tutakuwa tumepiga hatua kubwa, kwa sababu mizigo inaweza kuingia na kutoka bandarini na zile ICD zetu tukiweza kufanya ndani ya masaa 24. Sio tu kwamba tutaongeza efficiency, lakini hata inaweza kusaidia kwenye issue ya traffic barabarani na vitu vingine. Kwa hiyo nafikiri kazi inafanyika, kazi nzuri pale, yani kwa kweli kazi ni nzuri sana. Lakini sasa kama tulivyosema, changamoto ya sekta hii inajiengage na wizara zingine. Mimi nafikiri ni wakati mwafaka watu waache kutoa kashfa kwenye sekta hii, waache kututukana, waache kuitukana sekta hii, waache kuona kwamba sekta hii haifanyi chochote kwenye uchangiaji wa uchumi. Si sawa. Logistic ni jambo la msingi kwenye uchumi wa nchi yote ile. Kama kuna tatizo ni vyema tukazungumza. Nafikiri ni vyema ikaeleweka kwamba sisi katika moja ya interest zetu kubwa ambazo tutazipigania ni kuona barabara zetu zinadumu kwa muda mrefu. Tunamshukuru Rais kwa maamuzi yake ya busara ya kuamua kujenga barabara nyingi nchini, na sisi tunataka tumhakikishie Rais na waziri husika kwenye sekta ile kwamba tutafanya kila liwezekanalo kuhakikisha barabara hizi zinadumu. Lakini na vile vile tunatoa ushirikiano wa dhati kuhakikisha kwamba magari yetu hayapakii mizigo inayozidi. Kwa hiyo kunapokuwa na issue yoyote, badala ya kuwa sisi tuonekane watu wa kutukanwa, watu wa kudhalilishwa, kusemwa vibaya kila siku, ni vyema waziri akajiengage na sisi, ni vyema waziri akatuconsult, akatushauri. Sisi ndio tunaopeleka mara nyingi taarifa na sisi kwenye TATOA tuna amri ya kumrevoke mwanachama yoyote asifanye biashara kama anaonekana ana tendency ya kuzidisha, tutamnyima leseni. Lakini hatuwezi kuwa tu tunakwenda kutukanana kwenye vyombo vya habari, kusemana vibaya. Unapopata nafasi ya kuwa mahali popote unawasema hawa ni wahovyo, hawa ni wahivi. Hapana, hii ni sekta ambayo inapaswa kuheshimika na kulindwa na kusaidiwa ikue. Okay. Kapalati. Rema, kwa naona muda umekimbia kweli kweli. Mimi nataka kufahamu tu Bwana Lukumai kwa muhtasari kidogo. Hali ya ushuru katika mipaka yetu, mlikuwa mkizungumza nyinyi wafanyabiashara, wasafirishaji kwamba kuna tatizo la ushuru katika mipaka pindi malori yanapotaka kuvuka kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa sasa hebu tuambie kwa muhtasari labda hali iko vipi? Hali bado sio nzuri kwa kweli, kwa sababu unajua kama nilivyosema sisi sio kisiwa, tuna nchi ambazo zinazunguka. Kwa hiyo tunatumia barabara zao na wenyewe wanatumia barabara zetu. Kwa hiyo tumepeleka mapendekezo yetu serikalini. Kwenye upande wa SADC, lazima tuadapt SADC proposal kwamba wenzetu wanachaji ile $8 kwenye kilomita, baada ya kilomita 100. Sisi tunachaji kama $16. Kwa hiyo lazima tuadapt SADC proposal, otherwise tutapata matatizo kama yaliyotokea Rwanda. Na kesho utasikia tena yanatokea Kongo, yatatokea Zambia. Kwa hiyo ni wakati mwafaka wa kuadapt ile SADC proposal ili tuweze kufanya kazi na kuinteract na hizi nchi zingine. Kwenye East Africa tunatakiwa tuadapt East Africa, ambao East Africa wao wameadapt ile SADC proposal. Kwa hiyo ni vitu vya to streamline biashara zifanyike. Labda kwa kumalizia tu, muda wetu umetuishia, labda una wito gani sasa kwa wasafirishaji kwa ujumla pamoja na serikali? Mimi tu ningependa kuona kwamba serikali, especially kwa serikali, kwamba ndugu zetu wa serikalini, wizara zozote zile, ni vizuri tuwaengage wadau, tuziengage hizi sekta. Na sisi ndio tunaweza kupata maendeleo ya kweli. Unapoziengage sekta, maendeleo yanakuja kirahisi zaidi.
Tunakushukuru sana. Nawashukuru sana ndugu. Asante Juma Kapalato. Asante sana Rehema Salim. Watazamaji wetu, walikuwa ni msemaji wa chama cha wasafirishaji wa mizigo ndani na nje ya nchi TATOA, Bwana Elias Lukumai. Hadi kufikia hapo ndo tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Kumekucha kwa leo. Asanteni kwa kuwa nasi na tunawatakia siku njema.